Niliamka asubuhi tarehe 29 Oktoba. Nikaelekea ofisini, nikafika ofisini, endelea na shughuli za ofisini. Unajua sisi ni mafundi, huwa tuna weekend, hatuna sikukuu, kazi inapokuwepo ndo tunafanya. Nikafika, tulikuwa tunahitaji ni booster ya gari. Kwa hiyo ikabidi nitoke ofisini niende na mtu anauza spare za uzi, anakata magari, anaitwa Hussein Macheni, Tabata wanaita Barakuda. Nilipofika pale nilifanikiwa kufika, lakini sikufanikiwa kumpata. Ilikuwa ni jioni, mida saa, natoka ofisini ilikuwa ni kama saa 9 hivi, na nikafanikiwa kufika, sikufanikiwa kumkuta. Nikakuta ofisi imefungwa. Sasa wakati narudi, nikawa napita nje ya machinjioni kutokea Vingunguti nikiwa na pikipiki yangu. Maana mimi huwa natumia usafiri wa pikipiki kwenye shughuli zangu za kutafuta spare. Wakati narudi sasa, napita njia ya Vingunguti kufika darajani, na nikatamaki kuona watu wakawa wanarudi kutoka barabara kubwa Nyerere Road, wanarudi huko wakiwa wanakimbizana. Kama nilipotamaki nikasimama kwanza hivi. Niliposimama mbele yangu nikafanikiwa kuona defender. Niliona defender ya polisi, nikasema nikapata na hofu, nikageuza pikipiki nikawa naondoka. Hapo ndipo nikapigwa risasi ya nyuma mguu. Walikuwa ni wengi. Wanaweza kuwa ni makumi kama 50, 70 wanarudi wanakimbia hapa. Gari ya polisi ilikuwa yao. Wao ilikuwa ni nyuma yao. Maanake mimi ndo nilipokuwa naelekea. Gari ilikuwa inawafuata wao. Barabara ya umma au hii ni barabara ambayo inaingia machinjioni ya darajani kwa Vingunguti. Kisha pandisha daraja. Sasa mimi nilikuwa kwa chini, ndio nataka nipandishe daraja. Sasa walikuwa wanaonekana ndio walikuwa wanafanya sijui ni fujo, vurugu huko barabarani. Sasa wakati wametolewa na polisi huko, kwa wanarudi huku mtaani. Mimi nilipotamaki kuona gari la polisi, nikageuza pikipiki yangu nirudi nilipotoka, kwa sababu tayari kuna machafuko. Mimi siwezi nikaenda na huku naona polisi wanakuja. Nilipogeuza pikipiki yangu nikapigwa risasi ya nyuma kwenye paja hapa. Wakati nageuza sana nikapigwa risasi hapa, ikanikata mishipa ya damu. Nikaenda mbele kidogo, nikalaza pikipiki yangu, nikaanguka chini. Nilikuwa na vitu vangu, ni kitu ambacho nilichoweza kukisema ni simu yangu. Baada nilivaa koti langu lile la kufunga na mifuko, nikachomekea sehemu ya ndani. Nikachomekea kwa wale watu walifanikiwa kunisearch, wakachukua vitu vilivyokuwa mfukoni, bali kama kuna kitu nimetia hapo. Nilipochomekea vile wanisearch ni watu, yaani maanake baada ya kuanguka pale, ninachokumbuka mimi, baada ya kusokotwa na damu, nikaanza kupoteza uwezo wa kuona. Wale polisi walinipita, wakaniacha pale chini. Nilifanikiwa kuliona gari tu limepita. Wale watu baadaye walikuja wakanizunguka, wakanisearch. Baada ya kuona ile nani nimetamaki ndio simu, ndio nikatumbukiza. Baada ya kutumbukiza simu ile kwenye ile koti langu la ufundi ambalo na mifuko, wale watu walinisearch, wakachukua kilipopo mfukoni. Baada hapo wao ndo nadhani walinisaidia, baraka maana kama sioni vizuri, wakanisaidia wakanipeleka kwenye dispensary pale. Nilipata huduma ya kwanza pale. Nilipata huduma ya kwanza, lakini bado nikawa na mwaga damu sana. Kiasi kwamba nilipopata msaada tena wa pili wa kwenda hospitali ya kwa Mnyamani na plani pale, nilipakiwa kwenye pikipiki, lakini nilikuwa sioni.
Nilipofika pale plani, nikapewa huduma, nikapigwa x-ray, wakasema kwamba risasi imepiga kwenye nyama, kwamba haijanizuru mfupa, kwa hiyo naweza nikaondoka. Lakini baada ya kufika, kabla hapo nilipofika pale dispensary na ile pikipiki yangu walinisaidia kutumia pikipiki yangu. Nilipofika kwenye dispensary, manake nilipofika hospitali kwenye dispensary ndani, simu yangu ikaita. Nilipoita walisikia, walipoona kwamba nimeficha simu wajifanikiwa kuichukua, manake walinisaidia inawezekana ndo maybe nikamfanikiwa kumpa yule daktari, alifanikiwa kuichukua ile simu, wale wakakasirika, ndo wakaondoka na pikipiki yangu. Wanaondoka na pikipiki yangu. Mimi baada ya pale tena msaada nilipata ni pikipiki ya kukodi. Ni wale madaktari, baada ya kutulia mapikipiki wanapita nje, wale madaktari ndo wa pale akanisaidia, akanitafutia pikipiki, wakafanikiwa kuwasiliana na mama yangu, kafika plani. Nilifika plani pale nikafanyiwa x-ray, wakaniambia kwamba risasi imepiga kwenye nyama. Akafanya uchunguzi zaidi kugundua kwamba imepiga kwenye mishipa yangu ya damu. Nikawasiliana na mtu wa karibu yangu, ni fundi wangu anaitwa Ndama. Ni fundi wangu kwenye hiyo sehemu ninapofanya kazi. Ndio mtu wangu wa karibu, ni fundi wangu. Nimpigia simu wangu, yule fundi pia ni dalali, alikuwa na gari, alikuwa na BMW aliachiwa na bosi hiyo kwa ajili ya kuuza. Inabidi achukue ile gari na kujaribu kuforce kupita hivyo ili kunifuata pale plani. Alipofika pale nilikuwa sasa nimesharuhusiwa, kwa niambia imepiga kwenye nyama tu, kwamba haijaathiri mfupa na haijaniathiri chochote, kwa ni kwenye nyama tu, naweza nikarudi nyumbani. Nilipokuwa nimepanda kwenye BM pale, Mungu alisaidia, ile gari ikafika pale. Walikosa mafuta, gari lizima tu pale, ni kwa uwezo wa Mungu tu inawezekana. Mafuta yalizima pale, nikabaki pale nikiwa damu zilikuwa zimetulia baada ya kufanywa huduma, lakini baadaye zikaanza kutoka kwa wingi. Nikaanza kupoteza tena uwezo wa kuona. Baadaye nilipofanywa manake huduma, nikawa kidogo naweza kuona kwa drip nini, nikawa naona, lakini bado sina nguvu. Nilipokuwa nimekaa kwenye gari imeisha mafuta, nataka kufanya utaratibu wa mafuta, nikaanza kutoka tena damu nyingi sana. Kwenye ile tundu liliingia risasi, kutoka damu nyingi. Wakaanza kunikasikia dakika mwisho anaongea tufanye utaratibu wa kumpeleka Amana. Baada hapo nikapoteza. Nilipopoteza hapo nikapita Amana, sijui nimeambiwa tu Amana. Nilienda nikakaa, siku ya tarehe 31 nikaamkia Moi emergency. Hapo ndo nilipokuja kuamka, lakini mimi nilijua kama nimelala tu siku hiyo nimefika, lakini kumbe niliamkia tarehe 31 baada ya tarehe 29 kule nilipozima Buguruni kwa Mlimani. Baada ya kuamka emergency, daktari akatokea na kuniambia, akaja na akaniambia kwamba umekaa muda mrefu zaidi ya masaa 6 bila kufanyiwa matibabu na umekata mishipa ya damu, kwa damu nyingi imetoka. Inatakiwa niondolewe mguu. Nilikataa, nikamwambia hapana. Baada ya kukataa, wakajaribu kunifanyia operation, kwamba kujaribu kama inawezekana nikapata matibabu. Sasa nikafanywa matibabu na daktari mmoja, kwa jina nimemsahau, lakini nadhani ni mkurugenzi mkuu wa Muhimbili, daktari Mishipa. Si ni mkurugenzi, nadhani ni kwa taarifa nilizoambiwa. Nikafanywa operation.
nikaambiwa nibaki kwa masikilizio, tuone kama mishipa midogo inaweza kafanya miujiza au maajabu ya kwamba kuweza kusurvive mguu ukabaki sawa au vipi. Nikakaa ndani ya wiki ya pili mguu ukaanza kuharibika, kuanzia chini, na risasi yake iliyopiga ilikuja kukaa nyuma ya mguu hapa kwenye kifundo hichi cha goti. Wakaanza kuharibika mguuni chini, baadaye pakaanza kuharibika hapa, pakaanza kuoza. Wakaniambia nisaini tena, niligoma, lakini walikuja madaktari wakanishawishi sana, ndo nikakubali kusaini kukatwa mguu. Baada hapo ndo nikapelekwa theater kwa ajili ya kukatwa mguu. Maumivu tunapitia, kuna muda maumivu, baridi likinipiga nasikia maumivu. Kuna muda nasikia kana pigwa na shoti. Kuna muda naweza nikajisi kama nina mguu, kwa nasikia maumivu. Nimeombea daktari akaniambia itakuja itaacha, kwamba mguu bado, mishipa bado ina sense. Na kliniki na ya baba amenipatia, ni kwa ajili ya usafiri kwa ajili ya ufundi wangu, sio bodaboda. Hajafanikiwa kuipata.
Simu alifanikiwa kupata daktari. Wao walikasirika baada ya kuona nimefanikiwa kuficha simu, hawajaweza kuipata. Baada ya kugundua tu na simu pale daktari alipochukua, wao waliondoka kwa jaziba kwamba wakawasha pikipiki. Baada hapo mimi nilikuwa nasikia pikipiki nawasha ikiwa nje, makini kidispensa kitu kidogo. Nikamwambia daktari, pikipiki yangu. Daktari akaniambia achana nayo, angalia kwanza afya yako. Hapa baba alijaribu kufuatilia baada ya mimi kutoka hospitali, maana yake ilivyochukulia tena wakawa waangalia pikipiki, wananiangalia mimi.